Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Leo nataka nizungumze na mwanamke, hususan mwanamke ambaye umeokoka. Na kama unaweza kuwa ni miongoni mwa wanawake ambao ni wahanga kwenye hili eneo, ni vyema ukaondoka haraka sana kwenye hili eneo, kwa sababu kiwango cha usalama wako katika ulimwengu wa roho dhidi ya ufalme wa Mungu kitakuwa ni kidogo. Labda nianze kwa kusema hivi, moja kati ya ishara kwa mwanamke kuonesha kwamba ndani yako hakuna Roho Mtakatifu ndani yako, au moja kati ya ishara kuonyesha kwamba hauna Kristo ndani yako, ni mwanamke kuvaa suruali. Moja kati ya ishara pia kuonesha kwamba Roho Mtakatifu au Kristo hayupo ndani yako, mwanamke, ni kuvaa magauni yanayokubana au magauni ambayo yana shape mwili. Kwa sababu umekuwa ni miongoni mwa mitindo ambayo sasa hivi naenda sana. Yaani mwanamke anaamini kwamba kuvaa suruali ni dhambi, sawa? Lakini huyu mwanamke anapenda kuvaa magauni ambayo yana shape mwili wake, yanabana mwili wake. Mwanamke anayevaa suruali na mwanamke anayevaa mavazi au magauni ya namna hii, wote wapo kwenye chama kimoja. Utanielewa? Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22:5, Biblia inasema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, mwanaume naye asivae mavazi ya mwanamke, kwa sababu kila afanyaye hivyo, afanyaye jambo hilo, afanya chukizo mbele za nani? Mbele za Mungu. Sio kama unanielewa? Hata kama unanena kwa lugha, hata kama unahudumu kwa madhabahu, hata kama wengine wanawake siku hizi ni wahubiri, hata kama unafanya vitu vyote hivyo, lakini hiyo ni ishara kuonyesha kwamba ndani yako hakuna Mungu. Lakini pia hiyo ni ishara kuonyesha kwamba ndani yako kuna kiburi cha kutosha. Kuna mtu atasema nazungumza maneno makali. Utanielewa? Kwa nini kiburi? Kwa sababu kama Roho Mtakatifu yuko ndani yako na Yesu yuko ndani yako, hawezi kushindwa kukuambia kwamba unapofanya hivi unatengeneza chukizo mbele za Mungu. Hawezi kushindwa. Kama una Roho Mtakatifu ndani yako, hawezi kuambia wewe, dada, hii gauni unalolivaa kwa taswira ya muonekano utakaoonekana mbele za watu, hususan kwa wanaume, itaenda kuzalisha matamanio kwa wanaume zidi ya mwili wako. Hawezi kushindwa kukuambia. Na kama una uwezo wa kuishi katika maisha hayo, licha ya kwamba unanena kwa lugha, licha ya kwamba unahudumu kwa madhabahu, inaonyesha tafsiri yake ndani yako kwamba kuna kiburi cha kutosha. Hauna uwezo wa kumtii hata bwana wako. Sio kama unanielewa? Tafsiri yake inaonyesha kwamba Kristo ndani yako hayupo. Biblia inasemaje? Kaeni ndani yangu nami nini? Ndani yetu. Tafsiri yake ni kwamba Kristo akiwa ndani yetu, sisi tu wapi? Tu ndani yake. Lakini ni vitu gani ambavyo vitamfanya Kristo awe ndani yetu? Ni kwa sisi kutimiza na kuishi kwenye mapenzi yake yeye. Sio kama mnanielewa? Kwa mwanamke yote ambaye unavaa suruali, mwanamke yote ambaye unavaa magauni ya kukubana mwili, hautofautishwi na mtu anayejiuza. Hauna utofauti. Na miongoni mwa ishara pia kuonyesha kwamba ndani yako kuna roho ya uzinzi ya kutosha ni kuvaa suruali.
ni kuvaa magauni yanayobana. Yaani mbele za Mungu, kwa lugha nyepesi, mbele za Mungu unatafsirika ni kama mzinzi, kama jinsi ambavyo wazinzi wengine tunawatafsiri, kama jinsi ambavyo kuna watu wanaenda kujiuza, kama jinsi ambavyo kuna wapagani wanadhini na watu tofauti tofauti. Mbele za Mungu unatafsirika hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Biblia ikisema Mathayo imesema kwamba kila amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kufanyaje? Amekwisha kuzini naye. Hajasema mwanaume, kila amtazamaye mwanaume, hapana, amtazamaye mwanamke. Kwa mwisho wa siku tumeruhusu uzinzi makanisani wa kutosha. Na ndio maana kiwango cha zinaa duniani kinazidi kukua kwa kasi. Kinakuwa kwa kasi? Kinakuwa kwa kasi kwa kupitia mitindo.